Unaposoma mstari wa kwanza, Biblia inasema basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayookota ama atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Mstari wa pili, hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichokifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Na mstari wa 7, Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe ujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Hadithi hii ambayo tunaisoma, najua kwamba katika makanisa, lile kanisa ambalo linashiriki, kanisa la Kiadventista, hufanya hivi. Wakati ambapo ni wa Holy Communion, unakuwa ni wakati wa kuoshana. Kiswahili sanifu kitakuwa ni kutawadhana miguu, ambavyo beseni zinakuwa pale, zinawekwa maji, mnaomba pamoja. Na baada ya kuomba pamoja, mnazungumza. Kama kuna kitu ambacho ungependa mwenzako aweze kukuombea, mnazungumza pamoja, mnashiriki pamoja. Mkishamaliza kushiriki pamoja, unamuosha miguu naye anakuosha miguu, alafu mnamaliza na mtaenda sasa kukaribia ile meza ya Bwana. Sasa kulikuwa hivi kwa Yesu, kwa sababu muda umefika, na Yesu anaona kwamba wakati wake umefika. Anachokitenda hapa, anataka kuwafunza wanafunzi wake. Ilivyo kawaida, wanafunzi walijua kwamba huyu ndiye kiongozi, huyu ndiye mdosi, huyu ndiye mtu ambaye tunafaa sisi kumtumikia, kwa sababu ametuita ndio tukaweze kumtumikia. Itawezekana namna gani sasa anaanza kukifanya kitu ambacho hakifai? Alipofika kwa wanafunzi wote wanakubali, lakini anapofika kwa Simoni Petro anamwangalia Yesu, anamuuliza Yesu, hata mimi unataka kunitawadha? Yesu akamwambia, nikifanyalo sasa hauwezi ukakielewa, lakini kuna siku moja ambayo utaweza kuelewa. Pendo mwanainuka asubuhi ya leo, sitaki nizungumze chochote kuhusiana na meza ya Bwana, lakini nataka kuzungumza na wewe nikwambie, Bwana hakifanyalo ama Bwana akifanyalo sasa hivi hauwezi ukakielewa, lakini kuna siku ambayo itaweza kufika uelewe kwa nini Mungu alitenda kile kitu, uelewe kwa nini Yesu alitenda kile kitu, jinsi ambavyo aliweza kukitenda. Yesu alitaka kumwonyesha Simoni Petro, nimewatuma si mkawe wadosi, nimewatuma ndio mkaweze kuutumikia ulimwengu, mkaende kila mahali, nyinyi mkawe man servant, mkaweze kuwatumikia na kuwaita, mkaweze kusaidia wale wengine. Sio kwamba nyinyi kwa sababu mmekuwa karibu na mimi mtakuwa wadosi. Hivyo ndivyo Yesu alitaka kuwafanyia. Na baadaye Yesu anapoondoka, wanakuja kuanza kufanya hii kazi. Simoni Petro anakumbuka, kweli niliitwa na nikafanywa kuwa mtume wa Yesu. Na ndiposa tunamuona baada ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu, anasimama kwenye crusade kubwa, anahubiri, na watu 3,000 wanapeana maisha yao kwa Yesu, wanabatizwa, wanaingia katika kanisa la kwanza linapoanza.